na kama mnavyoona tumeleta zawadi lakini pia tumeleta pia mchango wa damu. Mimi kama mimi nitachangia damu, na sababu ya kuchangia damu ni kwa sababu nimeguswa na hili swala. Ukisikiliza nyimbo yangu ya Malaika, ni nyimbo ambayo inahamasisha watu wasitoe roho za malaika ambao wapo tumboni, lakini pia inahamasisha watu wale watoto wao pasipo kuwatupa na vitu kama hivyo. So hii leo nilichokifanya ni kama tuseme ni funzo kwa watu wengine pia ambao wanaweza kufanya hili kama nilivyofanya mimi. Ni vitu vidogo tu, nimeleta vitu vidogo, lakini pia nimepata ushirikiano mkubwa wa waandishi wa habari na watu wote. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa kweli. Vitu gani ambavyo umeleta? Tumeleta kanga, tumeleta pia Pampers, tumeleta zile za kuwatolea watoto nini, vitu ni vingi. Okay, hizi Pampers, hizi kanga ni kwa ajili ya nini? Kanga ni kwa ajili ya mama ambao wamejifungua. Okay. Sawa, tuko na daktari hapa naye atajitambulisha tusikie anaitwa nani? Mimi naitwa Mafele Ihoyelo. Ni kaimu mganga mfawidhi wa Amana Hospitali. Okay, sawa. Tuambie hili lilipokuja na umelipokeaje? Kama nilivyotangulia kusema, kwanza nimelipokea kwa mikono miwili, kwa sababu aliyetupa dhamana ya kuongoza ameshafungua milango, ambayo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameshatupa dhamana ya kupokea. Kwa sababu tukio jema kama hili kilikataa, kama kiongozi nadhani kuna sehemu inabidi tufikirie mara mbili. Lakini tuna hiyo cha kwanza. Lakini cha pili tunampongeza sana Slay kwa wazo lake la kicha Mungu na la kizalendo na la Kitanzania. Ni la Kitanzania kwa sababu wa Tanzania tuna ukarimu, lakini yeye kaongeza na uzalendo na ucha Mungu. Ni kitu ambacho binadamu tuna vitu, lakini watu tunatamani tupate vitu. Sasa kwa kidogo alichopata ameweza kuleta, tunamshukuru sana. Na pia ni challenge kwa wasanii wengine na wadau wengine kwamba kama yeye kaweza, kwa nini wengine hawawezi? Kwa mimi namshukuru sana mdogo wangu. Na swali moja kwa Slay, kwa Kayumba. Ulichokifanya leo kama MC ambavyo walikuwa naongea pale, kina uhusiano au kina background yoyote ya maisha yako? Mimi ni muhanga, nilishawahi kupata msiba wa babangu mkubwa kwa kukosa damu. Kwa hiyo hilo ni moja ambalo lilonisukuma pia leo kujitolea damu. Lakini pia tunasikia vifo vingi sana vinatokea, na hao wanaofariki wengi ni mashabiki zetu na watu ambao wanatushabikia, wanapenda muziki wetu. Kwa hiyo mimi kujitolea inaweza ikawa sababu ya watu wengine pia kuja kujitolea, lakini pia ukifuatilia sasa hivi kuna upungufu sana wa damu na hospitali nyingi zinapiga kelele watu wajitolee damu. Kwa hiyo kama mimi nimekuwa mfano wa kwanza wa kuigwa, nafikiri wasanii wenzangu watanifuata. Okay, daktari, unajua ni hospitali kubwa hii ya Amana, na licha wao kufanya hilo la kuja kujitolea, kumewahi kuwa na changamoto hiyo labda ya damu ama uhitaji wa damu katika hii hospitali, labda maybe kuhamasisha wengine waje wafanye zaidi? Kwanza uhitaji wa damu upo kila siku. Kwa sababu kwanza ni unpredictable, yani huwezi kutabiri kwamba kesho utahitaji damu. Kwa mfano juzi imetokea tukio la ajali ya treni. Kama tusingekuwa na damu inamaanisha tungepoteza ndugu zetu. Kwa hiyo damu inatakiwa iwe standby muda wote. Kwa hiyo uhitaji upo na hautoisha, kwa sababu tunaugua. Na tunapougua tunahitaji huo msaada. Kwa hiyo mimi ninawashukuru sana, lakini uhitaji upo. Na tunawashukuru sana. Tupikiche challenge huko kwamba tunahitaji. Sio tu kwetu, kwa sababu pamoja na ukubwa wetu, lakini damu haina source nyingine zaidi ya mwili wa binadamu. Haina kwamba uwezi kwenda kwenye mti, uwezi kwenda kwenye mnyama. Source pekee iliyobaki ni ya mtu ampe mwenzie. So ni zawadi pekee pia kwa mtu anayechangia damu, kwamba unaweza ukawa huna uwezo wa fedha, lakini damu unayo, basi toa hata damu angalau uweze kuwa. Kwa hiyo ni uhitaji upo, na tunaendelea kuwasihi wa Tanzania, wasanii na wengine wote wadau kwamba tunahitaji damu, itahitajika na itaendelea kuhitajika. Shukrani sana. Asante.